Yes Tanzania, mambo vipi? Karibu kwenye swali la leo kutokea hapa The Genius Platform. Na leo swali letu litakwenda kwa Sanga kutokea Makambako, nyanda za juu kusini kabisa. Mmoja wa wapambanaji ambao wanajituma kwenye kilimo cha parachichi, lakini pia ni wauzaji wa bidhaa mbalimbali za parachichi. Karibu sana uweze kusikia namna ambavyo anajibu maswali yetu. Yes, anaitwa Sanga. Habari za uzima bosi wangu? Aise, salama kabisa bosi wangu. Habari yako? Aise, tunamshukuru sana Mungu. Sijui upande wako? Aise, kwa kweli mimi namshukuru Mungu niko salama kabisa. Ndio. Aise Sanga, karibu sana hapa The Genius Platform. Leo tuna maswali mawili matatu ambayo tunataka kukuuliza kwa ajili ya wengine wengi kuweza kujua vitu ambavyo unavifanya. Sawa. Ndio. Kitu cha kwanza kabisa tunatamani kujua kwa mtu ambaye hajui fursa ambazo zinapatikana kwenye zao la parachichi, ni fursa gani ambazo kijana yoyote akisikia, akijisikiza sehemu zinaweza zikamnufaisha? Cha kwanza, fursa ambayo ipo kwenye parachichi hususan kwa sisi vijana, moja ya kilimo ambacho kimekuja kwetu kama mkombozi kwa sisi vijana, kinaenda kutuinua kiuchumi, ni kwamba kilimo hiki kina faida kubwa sana. Ndio. Hususan kwa sisi vijana, manake ni kilimo ambacho unatumia nguvu ndogo lakini faida yake ni zaidi ya miaka mingi. Kilimo hiki unatumia muda mchache sana, kwa ndani ya miaka mitatu mpaka miwili unaweka hela shambani, na kuanzia mwaka wa 3 unaanza kuvuna hela yako. Okay. Ndio. Na ni kilimo ambacho kimekuja mkombozi kwa hususan kwa sisi vijana ambao tuko Njombe, vijana toka Mbeya, nyanda za huko kusini, Njombe, Mbeya. Ndio. Kimetia tija kubwa sana hususan sisi vijana. Mimi ni mmoja wanufaika wa hicho kilimo, ninalima. Kwa hiyo ni mmoja ambaye ni mtu ambaye nimefanikiwa sana kupitia hicho kilimo cha avocado parachichi Tanzania. Okay, safi. Na kuna kitu ambacho huwa nakisikia kwa sisi ambao hatutokei nyanda za juu. Kuna kitu nakisikia, mara tunauza mapeke, tunauza sijui vikonyo na miche ya parachichi. Ni namna gani ambavyo mtu anaweza kuvitofautisha hivyo vitu na vinafanyaje kazi labda? Naanza kwenye swala la mapeke. Ndio. Peke ni zile parachichi ambazo ni za kienyeji, tunatumia zile kokwa, kwa jina lingine linaitwa kokwa au peke. Okay. Tunachukua zile za kienyeji, tunatengeneza vitalu vyetu, zile mbegu tunazipanda mle kwenye vile viriba, tunaita viriba au tube. Okay. Vile vyeusi yasi. Tukishapanda mle, zikishaota, tunachukua ndani takriban kama miezi 3 toka kuota. Baada ya muda tunakuja, zikishakuwa ndefu angalau kuanzia 1 na kupanda juu. Ndio. Tunachukua kitu kinaitwa kikonyo. Kikonyo ni tunaitwa kwa Kiingereza kinaitwa kwa Kiswahili inaitwa sayon. Yes, ni kama sayon. Maana kile kikonyo ni kitu ambacho unaenda kuchukua kwenye mti ambao mti mama umekomaa zaidi ya miaka 7, ni mti wa kisasa. Unachukua kile kikonyo kuleta kwenye hii mbegu ambayo ilishaota, ina zaidi ya miezi 3 mpaka 4. Okay. Ambayo sasa unakuja kuifanya kitu kinaitwa grafting. Unaelewa? Ndio. Kwa hiyo tunachokuja sisi ndio wataalamu wa kufanya grafting, tunakata kile kikonyo, tunakuja kwenye mti ambao ulikuwa ni koko la kienyeji, umeotesha ule mche, tunaukata na kuunganisha, manake tunafanya inaitwa drafting. Kwa hiyo tunaubadilisha ule mche kuwa wa kisasa. Na kikonyo manake ni kinatoka kwenye mti ambao ni wa kisasa. Manake tuseme ni mbegu unaihamisha, kubadilisha kutoka parachichi ya kienyeji kuwa ya kisasa. Okay. Hapo nilikuwa ndio. Manake izae ndani ya muda mfupi, ichukue baada ya kusema parachichi ile ya kienyeji yote naenda zaidi ya miaka 10 mpaka 7 na kuendelea. Hii inachukua miaka 3 mpaka 2. Unaona? Ndio. Pia shaifanyia zati, manake inachukua miaka 2 mpaka 3. Tayari unaanza kupata matunda yako. Yes, unaweza kuvuna matunda. Ndio maana inaitwa hicho ni kikonyo. Tunaunganisha hapo, manake tunaifanyia zati, inaitwa mche wa parachichi wa kisasa. Okay. Hapo nilikuwa mimi najiuliza ni nini wanafanya, nauza vikonyo, nauza nini, nikawa sijaelewa. Safi sana kwa kutuelewesha. Lakini kuna kitu kingine ambacho nataka kujua. Naamini wewe ni mpambanaji. Stories za kukatishwa tamaa huwa zipo, tunakutana nazo sana. Ni kitu gani ambacho umewahi kukutana nacho ambacho mtu alikwambia labda ni maneno au ni nini ambayo alitamani hata kukukatisha tamaa lakini ukapingana nayo? Nimeshakutana na baadhi ya vijana. Ndio. Walishawahi niambia kwamba hicho kilimo hakina faida, hicho kilimo unapoteza tu hela, utashindwa kukitunza, utashindwa, gharama zake ni kubwa. Lakini kwa sababu mimi ni kijana mpambanaji, nikaamua kupuuzia, nikaamua kufanya kwa sehemu, na nikaona matokeo kwenye kilimo cha parachichi. Mpaka leo nipo huko na najivunia. Leo vijana ambao walikuwa wananicheka leo wananiona mimi kama role model wao. Safi sana. Kwa hiyo kitu kilinikatisha tamaa kwamba
kwamba nisingeweza kufanya, lakini niliweza kwa sehemu, nikajaribu, nikafanya, nikasubutu. Unajua kwenye maisha lazima usubutu na unatakiwa kujikubali wewe kwanza. Yani kweli mtu fulani alitakiwa kukatisha tamaa wakati wewe unaona ndoto zako ziko sehemu fulani. Kwa hiyo niliamini na nikapambana, nikaamua kuingia shambani, kufanya vile ninavyoweza, nikapambana. Mungu si asmani. Kilimo cha parachichi kaanza kunipa hela mdogo mdogo. Kwa hiyo mpaka leo ninajivunia, ninaendelea kula hela kwenye kilimo cha parachichi, na mimi kwao nimekuwa role model wao. Tunaendelea, tunawapa vile ambavyo wao wanataka wanaendelea kujifunza tena kwetu. Safi sana, safi sana. Nilikuwa nataka utuambie au utoe ushauri kama Sanga, utupe ushauri kama vijana ambao unaona bado watu wamelala, hawataki kujihusisha na kilimo. Unaweza ukawaambiaje? Una neno gani la kuambia vijana kama hao? Kwa mimi nawaambia vijana wasihangaike sana. Mimi ndio tunatakiwa tuishi, lakini pesa iko shambani. Kilimo cha parachichi kinalipa hata kama ni nje na kilimo cha parachichi, lakini tambua kwamba pesa iko shambani. Kijana mwenye maarifa na aliyekomaa akili ameyuko timamu anatakiwa kujua kwamba hela iko shambani. Ndio. Kama ni kijana upo mjini unapoteza muda, unaona kabisa harakati zako, kubali kurudi shambani kwa muda. Nadhani ukiingia kwenye kilimo hakiwezi kukukata. Kwa kweli kilimo kinalipa, na hususan kilimo cha parachichi kinalipa sana kaka. Tunashukuru sana. Ningeomba ujitambulishe, japo mwanzo nilisha kutambulisha. Ningeomba ujitambulishe unapopatikana, lakini pia na namba zako za simu na vitu ambavyo unavifanya. Sawa. Kwa mimi naitwa Sanga Avocado. Ndio. Ni mkurugenzi wa Sanga Avocado ambayo ni taasisi ndogo tu. Sisi ni wazalishaji wa miche bora ya parachichi. Pia ni wataalamu wenye kilimo cha parachichi. Tunatoa ushauri kwa wakulima. Pia tunasimamia mashamba, kwa maana kwamba mkulima anaweza kawa ni mgeni kwenye hicho industry ya avocado. Sisi tunaweza tukanunua maeneo, sisi tukamtengenezea mazingira ya yeye kufaidika na sisi, kwamba tukamwandalia shamba lake, tukampandia parachichi kuanzia mwanzo mpaka awali ya mwisho. Kwa hiyo tuna mikataba ambayo anaweza kaja ofisini akaipata. Na avocado anapatikana Makambako Njombe, lakini pia niko Mbeya Rungwe KK ofisi yangu. Kwa hiyo ninawakaribisha sana. Asante sana. Namba zangu za simu ni 0747 17 20 44. Alafu nina 0750 79 17 44. Nina 0618 06 44 13. Ninawakaribisha sana Sanga Avocado. Mimi ni kijana ambaye niko kwenye industry ya avocado, ninapambana. Na natamani sana wenzangu tufanikiwe kwa pamoja kwenye industry. Karibuni sana. Tunashukuru sana Sanga, tunashukuru sana kwa kupiga story na wewe. Na imani kabisa vijana watakuwa wameokota kitu kutoka kwa mpambanaji wewe. Nashukuru sana, nawakaribisha sana Njombe, nawakaribisha sana Mbeya. Asante sana ndugu yangu. Shukrani sana. Shukrani sana.